Tafuta faili limeandikwa Video Maker. Ili linapatikana Play Store. Ni application ambayo ni nzuri sana. Haina mambo mengi, lakini pia haina watermark. Ina edit vizuri. Ngoja ni kueditie hapa. Ngoja nikuonyeshe afu utaniambia mwenyewe. Nadhani utafurahi kuiona. Hapa tunaingia. Hizi ndio picha zangu ambazo zipo kwenye faili langu. Haya, tunaanza kupiki picha moja moja. Hapo kuna picha nyingi zimefanana, lakini nitakachokifanya nitachukua moja moja ambayo ile mimi naitaka. Moja, mbili, tatu. Hapo nitengeneza hadithi. Ya pili. Hapo tayari nimesha turuhusu sasa. Hii ni application nzuri sana, Video Maker. Video Maker ipo Play Store. Haina watermark, haina mambo mengi kama nilivyokuambia. Yaani ni nzuri mno. Hapa nitaweka urefu wa picha yangu ambao naitaka. Kwa mfano, lese nitaka picha hiyo na sekunde 30 ama sekunde 40. Basi na click kwenye time kama mnavyoweza kuona. Anakuja tena na click hivyo unazirefusha. Alafu baada ya hapo subiri. Safi kabisa, tutafute nani. Tunaangalia imani ya kupokea hadithi ya mapenzi chini ya mwanga wa bahari, penzi ya ghafla. Kwa maisha kuelekeza AI ya kutengeneza sauti ya bure kabisa ambao ni mapenzi chini ya mwanga wa bahari. Amina hakuwahi kuamini katika mapenzi ya ghafla. Lakini kwa leo hadithi ya mapenzi chini ya mwanga wa bahari. Amina hakuwahi kuamini katika mapenzi ya ghafla. Kwa maisha yake aliamini kila kitu kinahitaji muda kama wewe unavyohitaji mvua na jua. Lakini siku ile alipokutana na jua, kila kitu cha mingi kilianza kuyumba. Ilikuwa jioni tulivu kwenye ufukwe wa bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga kwa upole, yakitoa sauti ya faraja kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa na hadithi ya kusimulia. Amina alikuwa ameketi peke yake, macho yake. Hapo nazipangilia video zangu zikae vizuri. Hadithi ya mapenzi chini ya mwanga wa bahari. Amina hakuwahi kuamini katika mapenzi ya ghafla. Kwa maisha yake aliamini kila kitu kinahitaji muda kama wewe unavyohitaji mvua na jua. Lakini siku ile alipokutana na jua, kila kitu cha mingi kilianza kuyumba. Ilikuwa jioni tulivu kwenye ufukwe wa bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga kwa upole, yakitoa sauti ya faraja kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa na hadithi ya kusimulia. Amina alikuwa ameketi peke yake, macho yake yakitazama mbali, moyo ukiwa umejaa mawazo mazito ya maisha. Inaonekana kama anasoma kwenye maji, sauti ya jioni ilivunja ukimya. Alikuwa pole pole, macho yake yakakutana na yale kijana aliyekuwa amesimama karibu. Juma. Tabasamu lake lilikuwa na utulivu wa ajabu, bila kufanya kujificha kama bila hata kumjua mtu. Sio majibu ya thamani, Amina alijibu kwa sauti ya chini. Juma alikaa karibu naye, lakini kwa moyo wa heshima. Wakati mwingine ambaye kutaka kutarajia. Maneno haya yalikuwa kama kutarajia. Tangu siku hiyo walianza kukutana mara kwa mara. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi lakini yenye kina, ndoto, hofu, matumaini. Kila siku walizidi kuwa karibu zaidi. Siku moja mvua ilinyesha ghafla walipokuwa ufukweni. Walikimbilia chini ya kibanda kidogo cha mbao. Walikuwa karibu sana kiasi kwamba Amina aliweza Hapo tunaendelea. Kama kwa hiyo naona ile ilikuwa fupi sana, na iongeza tena, taongezea urefu. Ziongeze urefu safi kabisa 40. hadithi ya mapenzi chini ya mwanga wa bahari. Amina hakuwahi kuamini katika mapenzi ya ghafla. Kwa maisha yake yote aliamini kila kitu kinahitaji muda kama maua yanavyohitaji mvua na jua. Lakini siku ile alipokutana na Juma, kila alichokiamini kilianza kuyumba. Ilikuwa jioni tulivu kwenye ufukwe wa bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga kwa upole, yakitoa sauti ya faraja kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa na hadithi ya kusimulia. Amina alikuwa ameketi peke yake, macho yake yakitazama mbali, moyo wake ukiwa umejaa mawazo mazito ya maisha. Unaonekana kama unatafuta majibu kwenye maji, sauti ya kiume ilivunja ukimya. Aligeuka polepole, macho yake yakakutana na yale ya kijana aliyekuwa amesimama karibu. Juma. Tabasamu lake lilikuwa na utulivu wa ajabu, ule unaokufanya ujisikie salama bila hata kumjua mtu. Sio majibu ya labda amani, Amina alijibu kwa sauti ya chini. Juma alikaa karibu naye, lakini kwa umbali wa heshima.
Wakati mwingine amani huja pale usipotarajia. Maneno haya yalimgusa Amina kwa namna ambayo hakutarajia. Tangu siku hiyo walianza kukutana mara kwa mara. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi lakini yenye kina, ndoto, hofu, matumaini. Kila siku walizidi kuwa karibu zaidi. Kitu ambacho mwenzangu ama napenda na wenzangu muweze ukipata, naamini unajua namna gani ya kufanya kuedit video kupitia application, na ni application nzuri sana. Yaani ni kama vile nitakakuwa na CapCut. Unaona, na unaweza ukakat video, ukafanya vitu vingi, ukaongeza nani. Yaani iko vizuri sana hii application. Kwa hiyo nakushauri ndugu yangu, nenda ka download. Itakusaidia kwenye mambo yako. Unaona, kama hivyo tunaweka emoji hizo. Baada ya hapo, unaona, ni nzuri sana. Unaweza kaweka hivyo. Unaweza kaweka tena hiyo. Sawa kabisa. Mtazamaji, unapoiangalia video hii, japo naweza nikawa
Baada ya kuedit sasa naenda kuiconvert sasa iwe video. Nataka uone ni jinsi gani hii video ipo, jinsi ilivyo. Yaani haina watermark, haina nini, yaani ni nzuri. Tayari hapo. Ngoja tu play sasa. Hadithi ya mapenzi chini ya mwanga wa bahari. Amina hakuwahi kuamini katika mapenzi ya ghafla. Kwa maisha yake yote aliamini kila kitu kinahitaji muda kama maua yanavyohitaji mvua na jua. Lakini siku ile alipokutana na Juma, kila alichokia zaidi. Mimi nikutakia kazi njema na asante sana.